Hello guys, so I'm back na this time I'm here. Nilikuwa shocked sana kuona like Bilal alikuwa ameumizwa na hao majambazi na alikuwa in senses, like ajielewi, hako in his senses, alafu alikuwa ameumizwa, yani hata uwezi recognize kama ni Bilal. Yani alikuwa ameumizwa, hajielewi, ni kama alikuwa amemwekea hata drugs. But tunashukuru Mungu kwa sababu waliweza kumrescue, daktari aliweza kumrescue before wamuue. But as much as walimuokoa, Bilal anataka justice at the same time. Hakuna venye mna kidnap mtu like Bilal mumuumize at that extent yenye hajielewi, akona wounds, hawezi tembea, ni kama hata walimdrag. Hiyo si fair. Like kwanza mtu mwenye nashuku kabisa ni Neema. Neema lazima achukuliwe, aseme like ako involved kwa hii kesi ya Bilal, kwa sababu hakuna venye anahamu mtu mwenye alikuwa anamsaidia. Nini Bilal akufanyia Neema? Kama ni pesa alimtumia, kama ni nyumba alijenga, hakuna kitu. Alafu sahii instead Neema arudishe like wema kwa wema, ameamua like anataka kuua Bilal kwa sababu tu ya mali. Yani siku hizi ukijaribu kufuata mali yako, watu wanaweza enda to an extent wanataka kukuharm ili usifuate mali yako. Watu siku hizi wamekuwa hawana ubinadamu ndani yao. Like sasa mbona wafanye Bilal hivyo? Unajua sasa Bilal ilibidi akimbishwe hospitali in that condition yenye alikuwa. Angeacha tu kidogo hivi ama angesileki kidogo, daktari na Levin wangesileki kidogo hivi, sijui kama wangepata Bilal akiwa uhai. Yani nasikitika sana kwa sababu Bilal ni mtu mwenye niliona akitoa Neema chini, yani from the ground, amemuinua hadi penyako. Alafu sahii Neema kiburi ikamjaa to the extent like anaacha Bilal anahamiwa na hao majambazi maguns. Hiyo ni kitu yenye it's so heartbreaking. Mimi kama dada yake nikiona kitu kama hiyo, kwa sababu tu yani mali yenye tu aliwakia hard, akatumia Neema ile kwa mapenzi eti sasa anasaidia mpenzi wake, alafu Neema anaamua kumgeuka to an extent like Bilal sahi ako hospitalized. Bilal angetarajia kama angekuja hapa na ajipate hospitalini, kitu kama hiyo. Yani kuna vitu zingine has make sense. Angejua kama like Neema angechange akue kama mtu, angechange akue mtu mwenye yani ni kama gaidi. Basi kama uko unampenda ungemrudishia mali yake mapema. Angefika to an extent like anakuwa hata ama anakuwa harm like na juu ya pesa yake. Daktari, yani asante. Mimi kitu naweza ambia daktari asante sana kwa kusaidia Bilal. Asante sana kwa kusaidia kina Levin. Neema penye huko, kama unawatch hii video, jua tu bado hiyo pembe inaendelea kubaki hapo. As much as unakatalia bado mali ya wenyewe, unadhani hizi vitu zako, mchezo zako ndogo ndogo, sijui ni ndogo ndogo za kuhamu watu zitaendelea. Umefanya jitihada zako bado zina fail. Acha Bilal atoke kwa hospitali, vitu lazima utarudisha. Kushinda hapa unamchukua chini juu, sasa umemuumiza mtoto wenyewe amelala kwa hospitali. Bilal kwa hospitali anapigania maisha yake. Alafu sasa wewe kwa hapo wewe unabambika na maisha yako, eti unadhani hizo vitu zitalast. Mimi kwanza naombea daktari tu aendelee kukupea mateso hapa na pale ndio ulani, kwa sababu we've talked about this like ni kama sasa imekuwa wimbo kukwambia eti rudisha vitu za wenyewe. Kurutu daktari, yani kazi ya daktari umefanya kazi nzuri sana. Daktari umefanya kazi yani sijui nisema aje. Umesaidia Bilal, sijui tungesema aje kama angeumizwa. Sijui tungeambia watu nini kama angeuliwa. Sasa sijui tungekuwa tunasema kesi gani, but nashukuru sana daktari na Levin kwa kazi ya mlifanya mkapata Bilal akiwa uhai, na we hope atakuwa sawa venye hospitali atashughulikiwa na atakuwa sawa ili aweze kurudi kwa ground. Tuendelee kufuata hizo vitu zake. Guys, endelea kuwa tuned kwa YouTube ya Levin TV, na kitu sahihi tunaombea ni Bilal aweze kukua sawa, turudi kwa ground, tuendelee kupigana na huyu Neema hadi mwisho. Lakini I hope tutawin at the end of the day na Neema atarudisha vitu za Bilal ili Bilal aweze kusaidika na arudi kwao. Hiyo ndio kitu tunaweza waambia for now. We hope like kila kitu itakuwa sawa at the end of the day or at the end of this all vita zenye tunapigana. Muendelee kutuombea.